Stephen Biko aliwahi kusema, "The most potent weapon in the hand of the oppressor is the mind of the oppressed." Silaha iliyo bora zaidi mikononi mwa madhalimu ni akili ya yule anayedhulumiwa. Hii ni kauli iliyotolewa na moja kati ya simba wa Afrika wanaokumbukwa zaidi kwa kupigania haki, usawa na kupinga ubaguzi wa rangi aliyokuwa akifanyiwa mtu mweusi, hasa katika nchi ya Afrika ya Kusini. Our movement seeks to avoid violence. This is an illegal gathering. Jina la Stephen Biko linatajwa kwa heshima kubwa na maisha yake yanafurahiwa na kila Mwafrika aliyetimamu. We believe that in our country there shall be no minority, there shall be no majority, there shall just be people. Alifanya nini Stephen Biko katika kupigania haki na maslahi ya mtu mweusi? We have to teach our children black history. Tell them about our black heroes. Lakini kwa bahati mbaya, historia ya maisha yake inasikitisha sana. Makaburu walimuua kinyama Stephen Biko. We are here to mourn one of the great men of Africa. Leo tutaisimulia vyema simulizi ya maisha ya Stephen Biko. The Storybook. Kijana Stephen Biko alikuwa ni mwiba mchungu miongoni mwa mabepari. Wakoloni wa kizungu waliokuwa wabaguzi wa rangi na waliowanyanyasa watu weusi ambao ndio wazawa wa Afrika ya Kusini. Stephen Biko alihubiri vyema kampeni yake ya Black Consciousness iliyowapa Waafrika kujitambua na kuamka kifikra na kukataa unyonge. Basi wale madhalimu makaburu hawakufikiri ila kwenye ubaya juu ya Stephen Biko, na hivyo kati ya Agosti 1975 na Septemba 1977 Stephen Biko alikamatwa na kutupwa rumande mara 4, huku mara zote hizo askari wa kikaburu wakimfanyia mahojiano mazito. Dhamira ya mahojiano hayo ilikuwa ni kufifisha jitihada zake za kumkomboa mtu mweusi wa Afrika ya Kusini. Serikali ya kikoloni ikadhani pia itakuwa ni rahisi kwao kumtia uoga na kumfanya aache harakati zake za majeraha mabaya ya kupigwa hasa kichwani. Matokeo ya uchunguzi yalionyesha kuwa kifo chake kilisababishwa na majeraha aliyoyapata kipindi yuko chini ya ulinzi wa polisi. Serikali ya kikaburu ikawacheza shere wana Afrika ya Kusini. Eti maafisa wa polisi ambao walikuwa wamemshikilia Stephen Biko walihojiwa ni nini kilitokea kwa Biko. Lakini baada ya hapo kilichotokea ikawa ni kichekesho juu ya hatma ya maafisa hao makatili waliotekeleza unyama uliosababisha kifo cha Stephen Biko. The Storybook. Ya Donald Woods ikasema Stephen Biko aliokotwa akiwa mtupu na amri hiyo na kumburuza kwa umbali mrefu wa kilomita kadhaa. Huo ulikuwa ni udhalilishaji wa aina yake, lakini pia mbaya zaidi yalikuwa ni mateso makubwa mno yaliyosababisha maumivu makali kwa Stephen Biko, maumivu yaliyotosha kabisa kuing'oa roho yake. Na huo ndio ukweli unaosimuliwa na watu mbalimbali ikiwemo Donald Woods na mwandishi wa habari mwingine kiongozi wa kisiasa wa sasa Bi Helen Zille. Kutokana na umaarufu wa Stephen Biko, habari za kifo chake zilienea haraka sana. Macho ulimwenguni yalifunguka na kutambua zaidi ukatili wa ubaguzi wa rangi uliokuwa ukiendelea Afrika ya Kusini. Donald Woods alikuwa ni rafiki wa karibu wa Stephen Biko
na ndiye aliyepiga picha za majeraha yaliyokuwako kichwani mwa Stephen Biko. Naye ndiye aliyeandika vitabu vya kusimulia ukweli wa mateso aliyoyapata Stephen Biko, na pia simulizi ya maisha ya Stephen Biko kwa ujumla, vitabu vilivyosababisha kutengeneza